Wewe ulijina kwanza kitu kibao. Kitu yoye. Kitu yoye. Nikaribia hapa ndio niona unajua watu wako chini na mimi niko juu. Kitu yoye. Baito mwe seo. Wewe ni mseo. Mavinda onde. Unajua mimi ni mtu ya kusikiza ground. Unajua hiyo watu ya kuchukua picha hapo wananizuia. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi natoka kaunti inaitwa Nyandarua. Sisi tunatoka mahali inaitwa Mount Kenya. Na hiko maneno tumeshakubaliana. Lakini kabla niwaambie ile tumekubaliana, lazima nisikie nyinyi hapa ndio nijue kama tunasema lugha moja. Hapa mnasemaje? Hapa mnasemaje? Mnasemaje? Wacha nione watu wa Wantam. Asante sana. Na mimi nataka nifupishe maneno yangu. Kwanza kabisa, nataka nishukuru sana Senator Wambua kwa kutukaribisha hapa. Na Senator Wambua, nilikuwa ninaambia Mheshimiwa Edwin Sifuna. Saa zile mama ameongea hapa, ameongea Kiingereza mingi sana. Mimi nikaambia yeye, hata ukitoka senator, hapa hamna shida ya watu wanaweza ongea Kiingereza. Na nyinyi mkaona kama mimi nataka niwaulize, kama Oscar Sudi mtu hajawahi kuona darasa ameenda mpaka bunge, huyu mama hawezi kuingia bunge? Kama Oscar Sudi mtu hajawahi kuona darasa ya shule ako bunge, huyu mama hata ni speaker? Kama William Ruto ametembea Kenya mzima akatafuta mtu anaweza msaidia kazi, akaweka Faruki Bet, mtu alipita kwa shule akienda kuuza scrap metal, huyu mama anatoja ama atoji? Ati mtu anaweza wachia kazi saa zile ameenda Ulaya, ni mtu anaitwa Faruki Bet, mtu hajawahi kuona shule hata siku moja, na mama anaongea Kiingereza, mama anatoja ama atoji? So mimi nimeona hapa maneno iko sawa sawa. Mheshimiwa Wambua, kwa sababu sisi ni watu ya kusikiza ground, unajua ametuambia, sisi tumejaribu kubembeleza yeye kwa sababu tunapenda yeye sana pale Senate. Akatuambia hapa pressure iko mingi. Umesema vile sisi tunajua yeye ni kiongozi mzuri, hata na nyinyi mnataka kiongozi mzuri hapa. Mnataka gavana mzuri hapa. Nyinyi mmekubali gavana awe Kioo Wambua. Wacha ni watu wanakubali gavana Kioo Wambua. Lakini watu wakukusema ngoja kwanza. Unajua mimi nikienda kuongea Kasongo arusha tiaka. So mimi sitaki watu wengi wanakaa nyuma yangu wananirushia tiaka sasa wakati mwingine. Sasa nyinyi mnapiga karumbeta na karumbeta, Uhuru alikuwa amesema itapigwa tarehe 2 mwezi wa 8. So haikufika hiyo siku ya karumbeta. Ngoja mpaka siku ya karumbeta. Watu wengine hapa wanaanza sikia karumbeta wadhani imefika siku yake ya kwenda Sayuni na bado. So ndugu yangu Kioo, siku ile sisi tulikuwa tunatengeneza kwa wakati tunatengeneza coalition yetu hii ambayo inaunganisha watu ya Mount Kenya, watu ya hapa Ukambani na watu wengi. Siku ile Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Rigathi Gachagua walikuwa wanashikana na wanatengeneza serikali. Iko kitu moja Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alituambia, hiyo nyote amesahau kusema. Nijua Kenya wanajua. Alituambia saa zile tunapigia Kalonzo Musyoka, tunakosa kupata yeye kwa simu. Mtu ya pili ambaye tunaweza kupigia na apeana ujumbe wa Kalonzo Musyoka ni huyu mtu anaitwa Wambua Kioo, huyu mwenye hapo. Kwa hivyo mkipata huyu governor, nyinyi mmepata mtu mwenye hapo na network na hapo ndani kabisa, hapo ndani kabisa. Nyinyi mtashikilia yeye. Ndio tukitengeneza serikali nzuri ya huko juu, serikali nzuri sana ya huko juu. Na hapa county tuache kiongozi ambaye anaweza kazi. Wambua anaweza ama hawezi? Tumeambiana tu na Sifuna. Yaani ni uchungu sana. Ati sisi inabidi tukubali. Mimi na Sifuna na Captain Roba na Senator John Nyutu na Senator John Kijwa tumeshakubali. Ukweli imesemekana. Opinion polls zote zimesemekana. Sisi wote tukipimwa mpaka Sifuna, mpaka mimi, mpaka John Nyutu, watu wote pale Senate na pamoja alikuwa Wambua Kioo. Tulikuwa tu pale sisi tumekubali tu. Sisi wote tumeshakubali na pamoja alikuwa Kioo Wambua. Lakini naomba na nyinyi mkikuja Nyandarua mbadilishe kidogo, mseme hata mimi nilikuwa namba moja nyingine. Lazima mbadilishe ndio kwa nini yote iende sawa sawa. Kwa hivyo mimi nasema muombe Kioo Wambua ni kiongozi mzuri. Jambo la pili na la mwisho. Kwa niaba ya Rigathi Gachagua. Sasa yuko Ulaya na amelala. Na sasa tukiwa tumefika hapa hata tutasema ujumbe wake. Siku ile tulikuwa tumefinywa sana kama jamii ya watu wa Mount Kenya.
Siku ile tulikuwa tunafinywa na huyu mtu anaitwa William Ruto, na nimefurahi sana kio umesema ati Kalonzo Musyoka asifanye kazi na William Ruto. Mtuulize sisi. Mtuulize. Mtuulize. Mtuulize sisi. Mtuulize sisi tunajua. Siku ile tulipatia gari Gachagua, alikuwa mtu mzuri, kiongozi mzuri, aliturudishia akiwa kwa hospitali. Kalonzo Musyoka anaweza kurudishwa akiwa mahali nyingine. Na unajua kwa sasa maneno inaanza amesema hata apigwe risasi ya mguu. Mnaweza mpatia akiwa mzima mrudishie kama apigwe risasi ya miguu. Na hata William Ruto ni mtu mkorofi sana. Anasema ati mtu akipigwa risasi ya mguu hawezi kufa. Watoto wapigwe risasi ya mguu. Mimi nilikuwa nauliza Mheshimiwa Sifuna, kama risasi ya mguu haiwezi kuua, si yako na watoto, si apige yake moja ndio tuone kabisa watoto hawezi kufa. Si namna hiyo. Juzi tena nimesikia amesema sasa mtu akipigwa risasi akikufa tunalipa yeye. Ati wewe leta mtoto wako tupige risasi akikufa tulipe yeye. Wewe William Ruto, si hata wewe kuna watoto. Si upige risasi moja na sisi tutachanga na tutakupatia pesa. Tutakupigia makofi namna hiyo. Kama mtu anatakana mtoto wake uliwe ndio ulipwe, si upige yako risasi moja. Ukishapiga risasi na sisi tutachanga. Empowerment, Sifuna utatoa kitu, Kamsi utatoa kitu, sisi utatoa kitu, na tunalipa yeye kama mtoto anatoshana na pesa. Aende asiende. Mwizi aende asiende. Mwaji aende asiende. Jambo la mwisho. Hiyo biashara inaenda mzuri sana. Iko watu kidogo pale wanakasirika, lakini wanisamea tu, maneno iko namna hiyo, na dunia iko namna hiyo, na hivyo ndio inaendaga na itakuwa hiyo mpaka kila siku, kwa sababu hiyo mtu amefinya sana. So mjikaze tu wenye hiyo injili ya yenu mzuri. Injection ni dawa ile inaitwa intravenous. Tukidunga hakuna kutoa mpaka dawa hizi. Kwa hivyo tunataka tukubaliane, na tumeshukuru sana Mheshimiwa Junyu tu ile kitu umesahau kusema. Umesema kitu mzuri sana. Sisi wote wa Mount Kenya na tumejitolea kaunti 10 yote ya Mount Kenya. Sisi wote ambao tulijenga serikali ya William Ruto tutapigia yule mtu ambao tutakubaliana. Na mimi nataka niulize swali moja. Rais, tukikubaliana ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ashindane na William Ruto, mtachagua nani? Anajibu vizuri. Lazima unajua kwanza hiyo mtu wako hapa. Nasema mseme na nguvu mpaka kama hapo mahali hapa anasikia. Tukikubaliana sisi kama timu William Ruto washindane na Kalonzo Musyoka, mtachagua nani? Kwa timu yetu tukikubaliana William Ruto washindane na mtu anaitwa Rigathi Gachagua, mtachagua nani? Tukikubaliana tukae chini, wewe Sifuna, hii mifereji yote inaweka maji kwa tanki moja. Weka hiyo mifereji yako kwa yetu, tuweke kwa tanki ijae haraka. Tukikubaliana William Ruto ashindane na Sifuna, mtachagua nani? Tukikubaliana William Ruto ashindane na huyu Roba, mtachagua nani? Na ikiwezekana waone ile mtu anatakana ni mtu wako na nywele na wako na ndevu. Isemekana ashindane na John Mbegu, mtachagua nani? Na tukipiga hesabu, tutafute. Tuone William Ruto ashindane na Mbuzi, mtachagua nani? Nani mtachagua Mbuzi? Si ati tuko na madharau na mtu anaitwa William Ruto. Kwani wewe Sifuna, mimi nikuuliza swali. Umewahi ona mbuzi gani ikipiga mtu risasi? Iko mbuzi umewahi piga mtu risasi? Iko mbuzi inaweza kuua watoto yetu? Hiyo pesa hii Citizen. Iko mbuzi inaweza kuiba pesa hii Citizen, wewe unajua. Iko mbuzi inaweza kuiba hii Citizen. Kwa hiyo William Ruto mambo yake mtuachie. So ile kitu tunataka tuwaombe. Sisi tutatokea, sisi wote. Na nyinyi hapa mtokee nyinyi wote. Tukishapiga kura yetu na kura yenu, William Ruto haki ya Mungu atakuwa amefika Sugoi. Aende asiende. Mimi nataka niwaombe watu wa Kitui. Tafadhali, niwaombe watu wa Kitui. Mkubali nyinyi wote mtokee. Mpige kura mahali mmoja. Mfuate kiongozi mmoja. Na huyu William Ruto mumwambie hata kama anakosea nyinyi heshima. Hata kama anakosea nyinyi heshima. Kabisa hata kama anakosea nyinyi heshima. Atafuta tu mtu hapo kwa hiyo wati yake. Mtu mmoja tu anaweza kutuma hapa akija kuwa naongelesha. Hapana, tuma mtu anaitwa Faruki Betu, mtu anaingia shule. Hata kama anakosewa kama kiasi gani heshima. Lazima mtu anatoa mtu mwenye hajafika hata class 1, hata class 1, hata anafuta mtu hata class 5. Anaweza kutafuta center mwingine tunasoma na yeye amefika class 5. Huyo anaweza kumtuma hapa hata akuja aleta maneno yake. Si lazima atume mtu ya class 1. Hata yule mtu acha kukosewa kama heshima namna hiyo. Kwa hivyo mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Nikifika mlima nisemeje? Nikifika kwa kazi niseme wa mlima niwaambieje?
Iko mtu anaitwa Kawaya alikuwa anazunguka hapa anasema ati Ukambani iko kura William Ruto. Hapa iko kura William Ruto imebaki. Iko kura moja, staki mbili, moja iko kuleta Nyandarua hakuna hata mmoja. Murang'a hakuna hata mmoja. Nyeri hakuna hata mmoja. Embu hakuna hata mmoja. Tharaka Nithi ndio kura moja peke yake ya William Ruto. Moja peke yake ya William Ruto. Na tukifika hapo mbele tutaongelea hiyo mtu. Tamwambia wewe ndugu yangu, itakuwa je wewe peke yako ama kuambia mara nyingine. Hapa iko kura William Ruto imebaki. Iko kura moja ya William Ruto imebaki. Kwa hiyo tuende mara nyingine Kenya mzima. Tuongea na watu wengine akina Sifuna akina watu wengine, lakini watu ya Ukambani na watu ya Mount Kenya makazi wameshikana wameungana kama simiti. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Aha, mwendo zia medo. Yemaje one time. Ademazi nani? Ruto. Kasongo. Kaongo. Ruto. Kaongo. Kasongo. Tupigane makofi. Wambia na mkwate ambia ni mkomeje zele.